Habari, karibu katika YouTube channel yetu, na leo katika elimu ya afya tutazungumzia kuhusiana na umri wa mimba. Ujauzito una umri ambao tumezoea kuita miezi, tunasema miezi 9 ndio ujauzito unakuwa umekamilika. Lakini kwa sisi watu wa huduma tunatumia wiki kupima ujauzito wa mama. Na tunafahamuje mama huyu ujauzito wake una umri fulani? Tunafahamu kwa kutumia tarehe yake ya mwisho ya kuona hedhi yake ya kawaida. Tarehe hii tunaipataje? Ni ile siku ya kwanza ambayo yule mama ameingia katika hedhi yake ya mwisho kabla ya kutokuona hedhi tena. Lakini wamama wengi walikuwa wanatumia siku ya mwisho ya kuona kwao damu. Hapana, lakini tunasema ile siku ya kwanza ya mama kuingia hedhi, hiyo ndio tarehe ambayo inatuonesha kwamba huu ndio mwanzo wetu wa kuhesabu mimba yake na umri gani. Lakini pia kuna njia nyingine tofauti tunazozitumia ili kuweza kusaidia kupata umri sahihi wa ujauzito wa mama. Ikiwemo kipimo cha ultrasound. Na kipimo hiki kinakuwa kina usahihi zaidi endapo mama amekuja kufanyiwa katika miezi yake 3 ya mwanzo ya ujauzito. Kwa maana hapo kuna utofauti mdogo sana wa uhalisia wa umri wake. Lakini kadri mimba inavyozidi kukua, kipimo cha ultrasound kinazidi kupoteza usahihi wa kutaja umri wa mama. Usahihi wake utatumika tu kwenye ukuaji wa mtoto. Hivyo basi ni muhimu sana kwa mama mjamzito kukumbuka tarehe zake za siku yake ya kwanza ya kuingia kwenye hedhi yake ya mwisho ili kuweza kupata usahihi wa umri wake. Kwa nini tunataka kujua umri wa mimba? Tunataka kujua umri wa mimba ili tuweze kujua huyu mama ni lini mimba yake inatakiwa iendelee hadi atakapojifungua. Umri wa mimba tunautumia kutafuta makadirio ya siku za kujifungua za mama. Kwa maana tarehe ya makadirio ni wiki 40 kamili za ujauzito. Hivyo basi, kwa kutumia tarehe yake au kwa kutumia ultrasound ambayo imefanyika katika muhula wake wa kwanza wa ujauzito, itatusaidia sisi kuweza kutambua makadirio yake ya huyu mama kujifungua. Kwa maana ya kwamba wiki 40 za ujauzito. Swali kwa wengi ni kwa nini kuna wamama wanafika hadi wiki 40 ya ujauzito lakini bado wanakuwa hawajajifungua? Lakini pia anaweza akaambiwa na mtoa huduma kwamba unaweza ukaenda nyumbani ukarudi labda baada ya siku 3 au baada ya siku 4 5. Ni kwa sababu hii hapa. Ujauzito unapofika wiki 40 kuna siku 6 zaidi ambazo huyu mama anaweza akapewa kusubiria uchungu wake wa kawaida uanze. Na hicho kipindi chocho tunaita ni kipindi ambacho cha mimba inakuwa imeshakomaa miezi 9 lakini inakuwa haijapitiliza kabisa zile siku kiasi cha kuhatarisha maisha ya mtoto. Hivyo basi baada ya siku ya makadirio kuna siku 6 zaidi ambazo mama anaweza akasubiria kabla hatujachukua hatua ya kumzalisha kwa kumwanzishia uchungu ambao sio uchungu wake wa asili au uchungu wake wa kawaida. Hivyo ni kawaida kabisa mama akawa na wiki zake 40 na siku 3 na siku 4, siku 5 hadi siku 6. Lakini ifikapo wiki 40 tunasema mimba 41, tunasema ujauzito huo unakuwa umepitiliza na mama huyo atahitaji kuwa chini ya uangalizi wa watu wa huduma na kuanzishiwa uchungu ambao si uchungu wa asili. Kwa maana ya kupewa dawa za uchungu kwa ajili ya yeye kuweza kuanza uchungu wake chini ya usimamizi. Hivyo basi kitendo cha mama kupitiliza tarehe yake ambayo ya makadirio akapewa siku nyingine 6 ni kitendo cha kawaida kabisa na ni salama endapo huyu mama ameangaliwa kwa ukaribu na mtu wa huduma na akajiridhisha kwamba anaweza akaenda nyumbani na kurudi. Kitu kingine kinachosaidia kwenye umri wa mimba ni kufahamu kama mama huyu ujauzito wake huu umekamilika ama haujakamilika. Kwa maana mama kama ujauzito wake hujakamilika atazaa mtoto ambaye ni njiti au tunasema ni premature baby ambaye anaweza akahitaji huduma za ziada. Kwa hiyo endapo mama anaweza akaja na dalili za uchungu za awali katika kipindi ambacho ujauzito hujakamilika, tukifahamu umri wake sahihi, itaweza kumsaidia mtu wa huduma kumpa dawa za kuweza kuzuia ule uchungu usiweze kuendelea mpaka pale miezi yake 9 itakapofika. Lakini pia itaongeza maandalizi kwa watu wa huduma kujua kwamba mama huyu anatarajia kujifungua mtoto ambaye hajakamilika na atahitaji huduma maalum kwa watoto njiti. Hivyo kufanya maandalizi ya kumsaidia mtoto kupumua kwanza baada
ya kuzaliwa kwa maana ya oxygen pamoja na vifaa vya kumsaidia kwenye upumuaji, lakini pili kuandaa mazingira ambayo mtoto huyo baada ya kuzaliwa atafikia. Rai yangu ni muhimu sana kwa mama ambaye anatarajia kupata ujauzito kuzingatia na kukumbuka tarehe yake anayoingia hedhi na tarehe yake ya mwisho kuingia hedhi, kwani hii ndio inatupa usahihi halisi wa umri wa ujauzito wake. Lakini pili, tusitegemee sana ultrasound, kwa sababu kadiri umri wa mimba unavyozidi kuongezeka, ultrasound inapoteza ufanisi wake kwenye kusema umri sahihi wa ujauzito. Hivyo ni vyema ukawahi kliniki na kukumbuka tarehe zako na kufanya ultrasound mapema. Asanteni, karibuni sana katika YouTube channel yetu. Usisahau kusubscribe kwa elimu zaidi.